Kuonyesha neno letu ambayo inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Wala tunaweza sema ya kwamba kila mtu analipwa kadiri vile gisi anavyotenda. Katika Warumi ile 6:25 inakwenda kutuonyesha wazi, kama vile gisi Warumi ile 8:7 inakwenda kutuonyesha ya kwamba kwa maana nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa maana wale wanaofuata mwili hawawezi kamwe kumpendeza Mungu. Ujue ya kwamba ndugu yangu, kazi unayoyatenda na ni ile ile ambayo itakulipa, na kila kile mtu anachokifanya na ni kile kile ambacho kinakuwa na malipo yake. Na ndipo maana neno tunasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mtu anayependa mambo na kufuatana na mambo ya ulimwengu, huyu hawezi kama kumpendeza Mungu. Lakini yule atakwenda kujionyesha kwa Mungu na anashindwa kuenenda katika matakwa ya Mungu. Lakini neno la Mungu linakuambia ya kwamba wewe pekee yako uangalie, ujiepushe na kutenda mabaya ambayo labda haimpendezi Mungu. Wanadamu wengi kwa maana ya kuona namna gani utakwenda kulipwa, na mshahara wa dhambi ni mauti. Kila mtu atalipwa sawa sawa kadiri ya matendo yake, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo aliye Bwana. Na ndipo maana tukiangalia jinsi Kaini alikwenda kumchukia ndugu yake, akamchukia ndugu yake, na baada ya kumchukia alipata malipo kama vile vile gisi kazi yake ilivyokuwa. Akakwenda mtu akutangatanga, akakwenda huko na huko. Ukitazama gisi Yuda alikwenda kumtoa Yesu, akakwenda kumtoa kabisa ajili ya hela kidogo, lakini sababu ya ile kazi aliyoyatenda alikwenda kupata mshahara wake. Yeye pekee akwenda kujitundika na kufa. Maneno ya Mungu nataka kusema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na kila kazi mtu anatenda ni ile ile itakwenda kumlipa. Isingelikuwa kwetu tupate kutenda mambo isiyomfurahisha Mungu, na ndipo maana upendo umekuwa kidogo kwetu. Sababu gani? Watu hawana tena upendo, na sababu ya kukosa upendo ndipo maana chuki imekuwa, ndipo maana maasi imekuwa, mauaji yamekuwa, na hali nyingine zimekuwa tofauti. Sababu gani? Sababu ya kukosa upendo. Lakini tujua kwamba maandiko yanasema kwamba kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atakwenda kulipwa kadiri ya kazi yake aliyoitenda. Ukitenda mabaya utalipwa mabaya, na ukitenda mema utalipwa mema.